Kwanza kabisa rafiki yangu mheshimiwa waziri wetu, Mheshimiwa Waziri Wandai, ambaye ndiye waziri wetu energy katika nchi ya Kenya, akiwa hapa akilisha rais wetu wa nchi ya Kenya. Rafiki yangu mama county wetu, Mama Catherine Wambilianga, rafiki yangu Bishop, my neighbor hapa, mbunge wetu wa Kimilili, the newest senator katika nchi ya Kenya, Mama Koni wa Kwabubi. Hata akitembea unaona amejaa kwa nguo kabisa. Si mnamuona? Huyu ndio senator hapa sasa. Rafiki yangu MCA wetu Mheshimiwa Balala, DCC na administration yote. Mimi sitaki kusema sababu najua waziri ako na safari mrefu sana. Nataka tu kuleta waziri kwa heshima yako. Wale viongozi ambao wako hapa wachache watumie dakika moja, alafu niseme, alafu sasa tukukaribishe wewe pia uende kukuambia hao wadosi wetu. So acha nilete MCA wa Maraka ambaye pia ni chairman wako wa chama yako kubwa, chama cha ODM. Balala. Asante mgeni wetu wa siku ya leo, Waziri Opiyo Wandayi, ambaye ni waziri anahusika na mambo ya umeme, kusambaza mashinani. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Martin ambaye ni host, Mheshimiwa Wanyonyi Pepela, Mheshimiwa wetu wa hapa, Mheshimiwa Titmas Parasa ambaye ni mbunge wetu Kimilili, najua ako na function nyingine kule, Mheshimiwa Catherine Wambilianga, Mama County, Mheshimiwa Koni ambaye ni senator, DCC na viongozi wote. Bamenyobe ndibisi, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salamu za mwaka mpya. Asante. Kama hatujawahi kukutana, wengi tunajuana. Huyu ndio Mheshimiwa Balala, MCA Maraka, pia chairman wa ODM Bungoma County, lakini leo sio mambo ya siasa. Leo tumekuja ili watu wetu wapate ufanisi kutoka kwa viongozi. Mimi kule Maraka naheshimu viongozi ambao wako kwenye mamlaka, na leo Mheshimiwa Martin, nataka nikushukuru. Umeanza vizuri sababu hii mwaka si ya mdomo. Hii mwaka ni ya kufanyia watu kazi. Na mweta bandu basi. Wara mizi eza mwaka mulala nende kimie sikine. Nibafune bunge, MCA olera ku bandu bo. MP utarudi kwa watu wako. Women Red utarudi kwa watu wako. Senator utatafuta watu wako. Governor lazima ushike urafiki ndio upate kura. President atarudi kwenu. Si ni kweli? Saa hii tunapiga tu mdomo, tunaweza piga kifua. Lakini wakati kura inafika, otila kusikia wakora. Na mweta? So Mheshimiwa Martin, nataka nikushukuru sababu mimi siamini mdomo, naamini performance. Mimi ni MCA wa Maraka, nimekuja ili nisimame na viongozi. Hawa ndio macho yetu. Wakiwa mbele lazima tuwapee heshima. Tujue kwamba Mungu amewatunuku kuwa pale watuhudumie. Nasi tukiwapa heshima na wao tupe heshima. Si ni kweli? Waheshimiwa mkiwa hapo, sasa mmefika mbali penye lazima tuone huduma. Mheshimiwa hapa kidogo ameshikika, ana matatizo kidogo, mnajua alipata accident kidogo. Mheshimiwa Mukhanya ako na nyinyi. Maendeleo ya county mwenyewe atawaelezea. Pili. Bandu basa mlembe. Bwana asifiwe. Unajua hapa si kwangu. Na lazima kabla sijaongea nimshikie nguo. Umanye no cha mukanisa ya kabe kanisa ne ichule rieta otambua bishop we kanisa hiyo. Na mweta hii ni ndibisi wote iko na elected MCA. Siwezi kuja hapa ni mkashifu. Mtakuwa mnaniset. Mheshimiwa yeyote akiwa hapa mbunge lazima atabue mbunge wa hapa. Mambo ya kura ni 2027 na ya Mungu haijulikani. So mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Martin, nataka nikuombe hivi. Opiyo Wandayi is a performer. Mimi nimefanya naye, ni kwa vile tuliona taaluma ile ako nayo ndio tulisema afanye na Mheshimiwa Ruto kazi. Is an expert. Na anapofanya kazi ameonesha dhahiri kwamba anaweza fikia watu. Is the only minister mwenye amekuwa Bungoma more than 5 times. Na hakuji kutembea tu. So Mheshimiwa Wandayi, naomba hii stima tumeongea na Mheshimiwa Martin. Huko kwangu Maraka haijatembea vizuri. Sasa mara ya 3 ukirudi kwa hii constituency,
ukuje Maraka, watu wangu pia wawe connected kwa stima. Bwana wabariki. Haya, asanti sana MCO Maraka na Mheshimiwa Wandai Njabu. Sasa unje huyu ni chairman wako bado. Sasa akisema hiyo ni kama amri. Tafutilie transformer karibu 6, umpatie pia akwe sawa sawa. Na mwezi na makubona batache MCA manja kuruka mrio. Nambo ranga 2020 nambo ranga sa mude. Hamumie kabisa none ila lekini msida dabu. Acha lete senata hapa Mama Koni. Asante Mheshimiwa Martin, mbunge wa eneo hili, CS wetu, CS Wandai, viongozi wetu wakiwemo wabunge Mheshimiwa Martin, Mheshimiwa Didmas, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Balala, administrators wote na watu wa ndivisi wote. Tumsifu Yesu Kristu. Swaswa. Tete. Enda. Mia mia. Mulibalamu. Ndivisi oza. Oza. Nimekuja nimechelewa. Sasa mtaniruhusu tu nivae nikiongea, si ndio? Kwa sababu mpaka nionekane kama siku ya leo. So asante sana watu wa Ndivisi kwa makaribisho yenu. Asante maiba mungonanga na mwesi. Sasa ningependa niongee kwa Kiswahili kwanza ili CS wetu apate kuelewa kwamba we are here to support him and to support the agenda of the President of the Republic of Kenya. Bwana CS, tulikuwa na mkutano na wewe pamoja na viongozi wa Bungoma. And I want to appreciate that on the onset of 2026 umeanza kutimiza yale ambayo uliahidi. Na usichoke Mheshimiwa, Bungoma County ni kubwa. Kwa viongozi wa Bungoma pia nataka kuwashukuru kwa sababu mkianza hivi kufanya mambo kama haya mashinani, inamaanisha you are implementing the programs that you promised to do for the people of Bungoma. However, I would urge kwamba to strengthen our unity as Bungoma leaders. Tutembee wote kwa pamoja na hii maendeleo itakuwa realized in other areas. Nilisahau kurecognize Bishop Masambu. Bishop, asante sana. I know you are very aggressive. Straight to the point. Bwana CS, naposambaza stima, kuna mambo muhimu ambayo yanatekelezwa huku mashinani. One, that increased lighting or enhanced lighting itafanya kupunguza mambo ya crime na pia to enhance security. Kwa sababu huku mashinani kuna mambo mengi sana. Na hata wale wenzetu wanahusika na community policing watakuwa na kazi rahisi kwa sababu kuna mwangaza. Si mnajua watu wanapenda giza. Na pia tunapopata stima, tunajua mimi kama mama napenda kutetea wakina mama na vijana. Kwa sababu kina mama wataweza kufanya biashara, hata iwe usiku giza totoro namna gani, wataweza kufanya biashara yao kwa sababu kuna usalama na kuna mwangaza. Tatu, we are in a techno-savvy generation. Generation wacha niseme digital generation. Kila mara tunatumia gadgets ambazo zinahitaji stima, na kwa hivyo stima ikisambazwa hata hapa Ndivisi, Mheshimiwa Martin na waheshimiwa wa mashinani, najua mtaweza kuweka kama hii college mnasema, mtaweka computers na vijana wetu wataweza kutumia labda kuapply kazi na hata kufanya mambo yao ya technology. Mwisho ninapomalizia, kama mtetezi wa mtoto msichana na mvulana, najua wasichana pia wanapoona mwangaza na wavulana hawatakuwa tempted kufanya yale mambo mabaya ambayo yangeweza kutendeka katika giza. Kwa hivyo ningependa kumalizia Mheshimiwa nikishukuru nikisema this is your year for Bungoma County. Please ensure hii stima inasambazwa kote katika hii Bungoma County. Na kwa heshima pia na unyenyekevu, na kuomba utakapofika Kimilili, nitaomba Mheshimiwa Didmas asimame kwangu kwa barabara kidogo. Hiyo community ninaishi iko kwa giza.
na saa hizi nemuli nende omukhongo mwesise muli akho bulayi nono CSK chile paka babandu base mu community bosi bamenyeko mubwangako. Asante bwana CS, sija kusengenya, nimesema tu umekuja na mwangaza. And pia namshukuru. Kuna viongozi wengine ukipiga simu ashiki, but CS you are a special one. Mheshimiwa Martin, asante sana kunipea hiyo nafasi. Esebanda anganga bali nominated senator Koni Wakwabubi Maisikinda. Sima president alininominate saina amale mu senate kimyesi king kitaru. Lakini nasomile ngenono saine chile mashinani ne kuulila ko chishida chili mashinani ko ne kuyeta na nende viongozi babanda ese kupanga umundu liyeta lakini bisa bihole Mungu akipenda muhamanya niye sita tasina sikhala. Asante. Ari bari sita ta si se vasunguza kula ne bita. Wacha lete mama county ya Bungoma. Mheshimiwa karibu. Asante sana Mheshimiwa Pepela. Mheshimiwa CS ambaye amekuja kututembelea leo, wabunge wenzangu akiwemo Mheshimiwa Bishop wa Kimilili, Mheshimiwa Didmas, Mheshimiwa Investor na Mheshimiwa Balala, viongozi wetu nende bamenywa mlembe. Mlembe swa. Mlembe mia. Mumefurahia mgeni? Bali mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Sakaba rerere stima balebe. Mi kwanza nichukue fursa hii kushukuru Mheshimiwa Investor. Kwa sababu ni yeye amefanya hii juhudi, aliungana vile tulienda State House kuongea na huyu waziri. Aliuliza waziri anataka aanzie hii kijiji. Na waziri akakubali. Aba Investor sasa alimenganga. Yaani niyo ali bandu be wabukhonye. Sabali khone stimata. Asunganga za lutachwe ni so mukhaso mutachwe ni yani. So mukhaso mungaje. So Mheshimiwa Investor, I want to thank you so much. Nishukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuitikia mwito wetu wa Bungoma. Sio rahisi. Abango mundu wabukabila andike chilano. Anza achileze bujalua. Lakini kwa vile ni mheshimiwa ambaye sisi tulihudumu na yeye bunge. Mimi binafsi nilikaa na yeye kwa NADCO. NADCO ile komiti ilikuwa inatetea mambo ya rais na mambo ya Raila wakati huo. Mheshimiwa ni mkamilifu na ni mtu ambaye anapenda raia. Ndio maana amekuja hapa. Tunashukuru kwa hii stima, lakini niombe jambo moja. Hapa vijana wetu hao wamesomea mambo ya stima. Mheshimiwa Waziri, ningependa tu kuomba nafasi zozote ambazo zitapatikana tuandike hao vijana wetu. Sakalika Rebasoreri. Hata kama unajua tu kuunganisha waya kidogo, sohora. Hiyo kazi itakayopatikana yoyote hapa Webuye East, tafadhali tukumbuke hao vijana wetu. Ni majenzi na ni vijana wetu ambao wamesoma digital, wako hapa kwa hapa, na najua tu akipewa nafasi abefo basa aweze kuwaona. Mambo ya uhalifu hapa Webuye East imezidi. Tarehe moja nikitoka kwangu mahali kunaitwa na Buyole, saa moja tu kamili, giza hata haijashika kwa vile hakuna street lights, kijana wa pikipiki alinyang'anywa pikipiki. Na katika ile hali ukipita na gari unamulika. Tulipomulika kijana alikuwa tayari ashakatokatwa. Ingawa hakufariki, wakamnyang'anya pikipiki. Sasa hii stima ikikuja hivi, tungependa kuomba waziri pia kwa masoko zetu tuweke nini? Security lights. Hiyo itapunguza mambo ya uhalifu. Mambo ya masomo, basa ase mmanyile. Nunono ulikana kazi stima munju mwana saa stadabusa. Na vile mama anapenda masomo, mimi pia ningependa kusema watoto wetu wasichana ambao mko kwa maboma, jaribu mkue na bidii. Kwa sababu tumepata stima, tufanye nini? Tusome. Na kama wewe ni msichana labda uliachia njiani wakana waesi ya kipahati mbaya, ita mama atakurudisha shule. Wicha umba nebusamusiri okharoma kwa lisena abana babili na mwe batatu. Tabahaba babane. Mama atakurudisha shule na utasoma. Leo sio siku yangu, leo ni siku ya waziri. Sakalika rio. Sekhalilao na sesinaba khalile khosea omwanda ndekhelao mala Mheshimiwa Investor aendele. Asante kunisikiza. Aya, makofi ya mama county. Sumahole bari onumukaso mungachita abanga chibahano. No na mwaka tukimaliza mikutano mwende mpangane na bibi yenu hapo kando kando, si ndio? Ama namna gani? Kila mtu na wake, si ndio? Wacha lete rafiki yangu Bishop ya Bungoma, Didmas Kisabarasi.
Haya. Bandu we wabukhonyi mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Muli moyo. Happy New Year. Bas. Mimi nimefurahi kufika hapa. Na huyu mheshimiwa waziri wa kawi anaitwa James Opiyo Wandayi. Na vile vile pia makaribisho ambayo mmetupatia hapa, mimi nasema asanteni sana kwa kutukaribisha hapa. Mheshimiwa, nitarudia yale ambayo nimesema kule Lutacho. Sababu Wakenya wengi wanakuwa na wasiwasi wakati baraza la mawaziri linatajwa. Wanangojea waone kama kuna waziri kutoka kwao. Hiyo inakuwa kwa sababu ya wale mawaziri ambao wamekuwa pale nyuma, ambao walikuwa na mazoea ya kupeleka maendeleo mahali wao walizaliwa peke yake. Na hiyo ndiyo ilifanya tukafukuza ule naibu rais wa zamani hapa, tukamtembeza mbio mbio, tukampelekea shortcut, akakimbia akaenda kwao nyumbani. That James Opiyo Wandayi, you have demonstrated on how a minister should conduct his or herself, because it doesn't matter where you come from, but you can take development to every part of our country because you have a national duty. That's why Opiyo Wandayi, sisi watu ya sehemu hii tunasema ukirudi nyumbani upewa kabili. Ita? Samanyela kupawa kabili? Kupawa kabili abanyole bukhwana. Sasa kama mama alikuwa amesafiri, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi umwambie leo kuna jambo la dharura jioni ya kwa nyumbani. Ukichelewa leo hiyo maombi haitafanyika na usitulaumu sisi wenyewe. Jambo la pili, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi, sisi tangu tuchaguliwe tukiwa pamoja na Rais William Ruto tumeongeza manyumba ambayo imewekwa stima kwa 41% hapa Bungoma. Na sio kwamba nyumba ikuwe mzuri, ikuwe ya permanent ndiyo mama ama mzee awekewe stima. Sisi tunataka hata kama ni nyumba ni ya nyasi iwekwe stima, sababu uishi kwa nyasi, uishi kwa gorofa, you deserve to have electricity because you belong to the Republic of Kenya, na lazima pia hiyo ipelekwe hiyo stima bila kupagua. Lakini pia nikuambie Mheshimiwa Waziri, Kenya hii tuko na usawa. Wale ambao wana apply stima, kuna pesa ambayo wanalipa kwa wakati mwingine. Kuna wakati mwingine wamama hawa hawajui, kuna matapeli ambao wanakuja hapa ambao wanasema hawa wanafanya katika shirika la Kenya Power Lighting. Wale wakikuja wanachukua pesa ya mama. Unapata mtu amesanya pesa kijiji yote, amejenga stima, amejenga line, amepeleka stima kwa kina mama. Alafu watu wa Kenya Power wakikuja wanakata stima, pesa ya mama inapotea, kwa mama wanabaki kwenye giza. Sisi tunaomba Mheshimiwa Waziri, wakati nasemekana iko wamama walichukuliwa pesa wakajenga line ambayo ni ya bandia, sisi tunaomba wafanye affirmative action, uregularize ile line, ndio wale wananchi pesa yao isipotee, na watafute wale mtapeli ambaye aliwatapeli pesa, akamatwe, apeleke jela, afungwe. Jambo yangu ya tatu, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, wewe umetuhakikishia tukikuja hapa kwamba vile umeweka stima Lutacho, ukakuja hapa tukienda Msembe pamoja na sehemu nyingine, wewe umetuhakikishia ya kwamba kwenye bajeti ya mwaka ambao unakuja hii utaweka pesa nyingi zaidi ili hapa Bungoma tupunguze idadi ya wananchi ambao wanaishi kwa sehemu ambayo haina stima. Yangu ya mwisho, Mheshimiwa Waziri, shule zinafunguliwa. Karibu wa mama hawa wanapeleka watoto yao shule. Saa hii kila mtu Kenya anajua hapa Bungoma, maeneo ya magharibi, sasa ndio wananchi wanaandaa mashamba yao, wapande mahindi, wapande mimea. Saa hii shule ikifunguliwa, utuongeleshe waziri, your counterpart waziri wa elimu, kwamba maneno ya kuambia wazazi ati waende watafute kila mwanafunzi maharagwe gorogoro 2, gorogoro 3, saa hii njaa hakuna maharagwe, wasifanye maneno hiyo wakifukuza watoto. Ndio watoto waendelee kusoma, waweke bidii, ndio wakuje waondoe umaskini katika sehemu yetu hii
ya Bungoma na wazazi wao ambao wamewazaa. Kweli si kweli? Si nyinyi mnajua mwaka ujao ni mwaka ya kura? Si mnajua utarudi kwa debe kuchagua rais wa nchi ya Kenya? Si mnajua pia utarudi kuchagua gavana ya Bungoma? Nyinyi mmejipanga ama bado hamjajipanga? Nyinyi mmejipanga? Nyinyi mnaona gavana ya Bungoma ni nani ndio mwenye kutosha? Mimi ndio mwenye kutosha? Nione wale wakisema mimi ndio mwenye kutosha kwa mkono. Kwa mkono, kwa mkono. Na mimi wakati niliambia watu mimi nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi ya maisha yangu, wengine hawakuniamini. Wakati walienda wakaleta yule mtalii kutoka Nairobi, mimi nikasema nitakuja hapa Webuye East, nyinyi wananchi wenyewe mniekelee mkono. Si mniekelea mkono? Vile mniekelea mkono tukaweka maombi. Si ulisikia yule mtalii sasa amerukwa? Hata Pepera ambaye alikuwa rafiki yake akamruka asubuhi. Nyinyi mulisikia? Sasa mtalii amebaki peke yake. Hata niliambia yule MCA wewe ni yule bwana Muhanya, nikamwambia wewe angalia mahali wananchi wako wanaenda. Yeye akapotea, mimi nasikia maneno yake ni kama inaharibika. Mtamrudisha ama mtampeleka nyumbani? Mtampeleka nyumbani? Sasa mkimpeleka nyumbani mtaweka nani sasa? Mtapanga ile ya kuweka hapo kwa nyuma yake hapo? Bas, mimi naomba nyinyi munishikilie. Kama kuna mtu anatafuta kiti ya gavana ya Bungoma, mumwambie atafute ufalme ya mbinguni. Hiyo kiti imeenda Legitimacy Mazibarasi. Kama kuna mtu anatafuta kiti ya rais wa nchi ya Kenya, umwambie hiyo imechukuliwa na William Samoei Ruto, atafute Reverend Masambu, Bishop Masambu, atamfundisha vile unatafuta ufalme ya mbinguni. Sababu hii ya duniani imepotea, sio? Lakini muambie wasihangaike. Hata kama hii kiti ya duniani wamekosa, watafute ufalme ya mbinguni ambayo yuko available for free. Unanyakua tu na kuenda. Ama namna gani? So tukifika mwaka ujao, mimi nimesikia Mheshimiwa Balala amesema hapa na namshukuru sana. Ingawa zamani alikuwa ananihangaisha ati yeye ni baba yangu, lakini juzi nimegundua yeye ni mkwasi yangu, shemeji yangu. Yeye ameoa msichana yangu ambaye ni kazini yangu. Ameongea vizuri sana hapa, akasema huu ni mwaka wa kazi. Kazi ambayo wananchi walitupatia mpaka lazima tukamilishe mwaka huu. Lakini mimi niwaambie mwaka ile ingine wakati mtalii alikuja hapa Bungoma, niliwaambia nilikuwa nimeengage siasa yangu gear 5. Hii mwaka bila imefika hivi mimi na engage gear 6. Kama ile gear 5 walikuwa wanapumua kama mtu ako na COVID, hii mwaka watakuwa wanapumulia kwa umbali. Ili tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha Bungoma yetu hii. Hii Bungoma lazima ibadilike. Pesa ambayo inatoka national government na ile ambayo inatoka kwa wafadhili, hiyo pesa lazima tuiweke kwa matumizi mazuri ya kuenda mbele. Mimi nimefurahi nimepata hapa DCC ambaye wakati mimi nilikuwa mjumbe alikuwa dio huko Kimilili. Huyo mama ni mzuri sana. Huyo mama ni mama mzuri sana. Nilimwambia ukitembea hapa, ukipata wale watu wanakunya busaa na chang'aa, nilimwambia awakamate Jumapili asubuhi na awapeleke kanisani waombewe waache kukunywa pombe. Ama namna gani? Kwa sababu ile siku yenye parapanda Italia isemekane walevi wale wanakunyanga pombe wapange laini hapa. Si mnajua hata huyu mjumbe wenu atakuwa kwa hiyo laini? Hata mimi nitakuwa kwa hiyo laini. Si hata nyinyi machifu si mnajua tu mtakuwa kwa hiyo laini, kuna kunyanga na nyinyi taska huko town huko. Kwa hivyo hakuna haja ya mlevi kuangaisha mlevi mwenzake. Mlevi ya chang'aa, mlevi ya busaa, mlevi ya Glenfiddich, wote ni walevi. Ama namna gani? Ndiyo maana Yesu hawezi akarudi hivi karibuni. Unapata magistrate mwenyewe ni mlevi, analala kwa baa, asipokunywa pombe, mkono kuandika anatetemeka hivi. Anafunga mlevi mwenzake miaka 30 kwa jela. So tuendelee namna hiyo. Na hii ni mwaka ya kukamilisha kazi ambayo wananchi walitupatia, na ikifika huko mbele tunarudi kwa wananchi hawa, tuchague viongozi ambao tutashikana ya kwenda mbele. Werangwe jikabiko. Asanteni. Asante rafiki yangu Bishop. Ati amesema mimi wanakunywa uji. Sasa njabu mimi ni mtu mwokovu kabisa. Sasa ndi mwokovu.
Kwani wokovu wa manga wai? Evange wa manga ebusungu maulile. So kwanza rafiki yangu Mheshimiwa Waziri, mimi nataka nikushukuru. Sababu last year wakati nilikuuliza utembelee Webuye East, ukaniambia kuna mpango ya kwenda Kandui na Sirisia, lakini the next stage, the next constituency itakuwa Webuye East. Is one thing mtu kusema and is something else mtu kufanya ile ambayo amesema. Wewe umekeep the promise ya kwa ile ambayo ulituahidi last year. Tunashukuru waziri, si ndio? Si ameweka ahadi. Na Mswahili anasema ahadi nini? Dawa deni nikifanya nini? Waziri amelipa ama hajalipa? Waziri, unajua is one thing mtu kupata ofisi and is something else huyo mtu kutengeneza hiyo ofisi. Hii ofisi ya ministry ya Wizara ya Energy, wewe umetengeneza hiyo ofisi. I'm so sure hii Bungoma kama kuna waziri ambaye ameitembelea sana ni wewe Waziri Wandai. Na sisi tunakushukuru kwa hiyo, na tunaambia rais you made the right decision ya kuweka Waziri Wandai kama waziri wa energy. Unajua hao viongozi wetu wakubwa wanapata shida, wanapata matatizo sababu ya kuappoint the wrong people kwa maofisi. Hapa Bungoma tuko na watu wengi ambao kwa maofisi, lakini wakuli na watu haonekani, ni wachoyo, ni wamuhuniu. That's why viongozi wetu wanapata shida. Lakini tungekuwa na Wandai kama 5 hapa Bungoma, hata wetake kuwa na shida kweli? Angekuwa na shida. So Wandai, sisi tunakushukuru for this good job ambao unatufanyia. Na sisi tunaendelea tu kukuombea, tutakuombea kabisa ili uendelee kuwa waziri hata huko mbele. Kama kuna mambo mengine itakuwa, Mungu akuwekee mkono ili uweze kupata hiyo mambo ambayo unaomba pia. Lakini waziri, leo tumekuja hapa kusaidia watu wachache peke yake kupata stima. Na tuko na transformer karibu 2 hapa Obuhonyi. Right from here ambayo tuna commission leo, kuna ingine iko pale kwa shule, zote they are not maximized. Waziri, mimi prayer yangu, ombi yangu kidogo tu. Ukiamuka hapa, toa amri kwa REREC ambayo pia wanafanya kazi mzuri. Hizo transformers 2 waweze kumaximize ili zipate kufikia watu wengi. Nyumba karibu 300 ama 400 ziweze kuhudumiwa hapa Obuhonyi hapa. Sababu tumekuwa na shida kabla huyu bishop akuje. Tumekuwa na wachawi wengi sana hapo Obuhonyi. Watu wako wanalala. Ukipigia watu usiku saa 2 saa 3, achukui simu, atamchawi atamsikia akiongea kwa simu, sasa ataongei. Lakini tangu bishop akuje akaombea, wachawi wakapotea. Sasa kila ambaye pia imefukuza wachawi ni stima ambayo wewe unaleta. Lakini tunataka hiyo Obuhonyi yote, hao wachawi wote kuanzia leo kusonga mbele wapotee, warudi Kimilili, maybe wakae kwa Kimilili, lakini hapa Webuye East tukue sawa sawa, sisi tusikue na wachawi hapa. Na mwezi sasa unajua ukienda Kimilili huko uko na bishop anaitwa Didmas Wekesa Baraza. Sasa si pia atafukuza hiyo mapepo. Sasa mimi si bishop. That's why wacha wakimbile penye bishop wapi? Penye bishop wako. Na mwezi cha pili, Waziri Wandai, vile ambavyo wamesema, pia as much as tuna maximize hizi transformers, pia bado hazitoshi watu wote. Waziri, toa amri tena waongeza hapa transformers zingine 3 ama 4, na mwezi ili kila mtu wa Obuhonyi, Misemwa, Makuselwa wapate nini? Wapate stima. Na mwezi galikari. So mimi sitaki kujitwaka sana. Balala ametuambia 2026 ni mwaka ya kazi. Na mimi niko tu hapo. Mwaka ujao kila mtu atarudi na rekodi yake. Kila mtu atasema alifanya nini. Ukiwa MCA utasema yako. Ukiwa mjumbe investor ndasema ya si yangu. Mnaona ama muone yangu hii? Mnalola ama mloli? Mnalola ama mloli? Mtanipanga ingine 5? Mtanipatia ingine 5 tena? Na si mnajua hii kazi mimi nikifanya kazi ya hii kazi ya siasa ni kama kazi ya relay. Ni kama ile mbio ya relay. Hii relay yetu mwenye anasumusia ni William Samuel Ruto.
Ruto naye anatupia papa ya Roma. Papa ya Roma naye anatupia investor. Sasa huyu investor inafaa tupie MC hapa chini, alafu nao MCA awatupie nyinyi. Si namna hiyo? So ukiona hii kazi inafanyika sababu ile urafiki ambayo tumeshikana na William Samoei Ruto. Bandu wefwe onyala wale kai engubonio investor afwalire. Onye wale kai engubonio William Ruto afwalire. Lakini si mako kumoyo kwa William Samoei Ruto. Si mako kumoyo kwa investor. Si mako kumoyo kwa Wandai uno. Si mako kumoyo kwa mama wa county uno. Mula wako William Samoei Ruto kindikirano. Mtapatia William Samoei Ruto ingine 5. Wangapi wanasema Ruto 5 tena? Mtampanga yeye? Mtampanga? Sasa hebu naulize. Nasikia hapa watu wanasema sasa kemrebe kuita nyinyi watu wa Bohonyi mrebe ho ewe no oli munju mo ita no oli munju mo onendo omukasi wo munju nendo omukasi ni ororanga uri awundika nabe nani omukasi wo nani omukasi wo wa munju namwe okundiyo ni ororanga no mukenya mukasi na oli munju sali William Ruto no yona khorero kana onyole Eliza olonyole Eliza zikusina ni khuli naye bar William Samoei Ruto na khwenya khunyole maendeleo ewe no chakhwaya paka umanye embwani yokene nayo so jese ne chimbo chosi ta so jene ne kuba ko khuyokela busa kusama ochichanga nende mbwasi nembwasi ya khunyirisia ita nono khunyise ne Ruto pole pole namna hii ita paka hii barabara zote ziishe, watu wapate stima, Kenya isonge mbele. Namwetawe? So mimi stakus pita hapo. Mimi tena nikushukuru Rais Mheshimiwa Opiyo Wandayi kwa kukuja hapa, na usichoke kukuja hapa. Urudi tena. Tena afanye nini? Mnataka arudi tena? Arudi tena? Sasa arudi alafu mtampatia nini? Ati? Angalia waziri ati mwingine anasema ati msichana. Kwani wewe uko upenyeondoka kuna wasichana? Kama mnataka waziri Wandayi arudi, lazima tujipange na Rais William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Ili pia yeye akileta stima, Ruto pia anakuwa hapo. Si namna hiyo? Ili tumalize yake 10 2032. Kwani umukamri anifuweza kuikomba ngabwami bonota. Engisa ya bwami ekhire nyama. Engisa ya bwami ekhira kamatunda. Ate ekhira omukhasi namwezi samanyile karekenaga. Nono fuweza kuikomba ngabindi bino. Ruto na kesende bweni fuweza kola sini. Khuisenda. Namweta? Yani ukoro sesine khale busa. Sesine khale nyuma bakhongo bano ngabesende zikhola sini. Mimi nasonga. So nono kuche. Sasa DJ, mimi nataka weke wimbo mzuri. Sinamna hiyo? Tulete waziri wetu. Ati? Mwenye bamine batonsi? Ati DJ, wewe DJ, umetoa amri wananchi, ati tumine baton. Na nyinyi mnajua hawa mama kila mtu akona baton yake. Kuna mwingine ukiminga kichwa inakuwa baton, mwingine ukifinya mguu inakuwa baton. Haya, weka baton, Wandayi waziri ukuje udubie watu wa Bohonyi. Haya, asanteni sana Wabuhonyi oye,
Wabuhonyi oye! Ndivisi oye! Webuye East oye! Na Bungoma oye! Murembe! Murembe swa! Murembe mia! Mimi sitaongea mengi. Niko na furaha sana kwa sababu siku ya leo kwa mwaliko wa huyu mbunge wenu Mheshimiwa Investor Martin Pepela tumefika hapa. Hii ndio mara yangu ya kwanza kukanyaga hii udongo. Na nimefurahi kwa sababu nimepata mmejitokeza kwa wengi sana asubuhi na mapema. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba muko na hamu na maendeleo. Ama namna gani? Hamu munayo hamuna? Na vile vile inamaanisha ya kwamba mnapenda hawa viongozi wenu. Si ndio? Kwa hivyo mimi nawashukuru wananchi watukufu. Na nimefika hapa kwa mpango ya maendeleo hasa ya nguvu ya umeme. Mimi nikiwa mwakilishi wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto. Na leo hii asubuhi Mheshimiwa Ruto alinieleza ya kwamba nikifika hapa nilete salamu zake kwenu. Nimepokea salamu za Mheshimiwa Rais. Haya. Akaniambia kwamba yeye bado anawapenda sana. Na hivi karibuni atawatembelea yeye mwenyewe. Mtamkaribisha? Asanteni. Mpango ya maendeleo hasa hii ya stima. Katika mpango ya serikali kuu, Mheshimiwa Rais ametoa agizo ya kwamba tushughulikie kila eneo la nchi hii. Na kwa hakika hii area yenu hii eneo lenu hii Ndivisi, hii Webuye East na Bungoma kwa jumla imekuwa kwa giza hizi miaka zote. Si ni kweli? Hata wakati huu napoongea kuna watu wengi sana baina wenu ambao hawana stima kwao nyumbani. Si ni kweli? Na hiyo ndio sababu mimi nimefika hapa siku ya leo. Msiwe na wasiwasi kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu hii nchi ya Kenya ipate uhuru, Mheshimiwa Rais na serikali yake kuu kupitia bunge la taifa imeweka pesa taslimu katika hii kaunti ya Bungoma. Shilingi bilioni 1.9, 1.9 billion shillings for the purposes of connecting electricity to households. Na hiyo pesa itaunganisha stima kwa households karibu 27,000. Na hii constituency ya Webuye East ikapewa shilingi karibu milioni 120 ya kuunganisha karibu 1,600 households. Ingawa hiyo haitoshi kwa sababu bado tunajadiliana na bunge ili iongeza pesa nyingine. Ndiyo mpango ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba stima imefika katika kila boma ifike, si ndio? Kwa sababu mpango ya marais ni kwamba ikiwezekana stima ifike katika kila kijiji, na ikiwezekana zaidi ifike kwa boma, na ikiwezekana zaidi ifike katika kila nyumba. Hiyo ndio mpango yake. Na safari ya maili 10,000 tuliambiwa inaanza na hatua ya kwanza. Kwa hivyo siku ya leo ni hatua ya kwanza katika hiyo safari ya kufukuza giza katika hii Webuye East. Si ndio? Na wachawi waende watoroke, si ndio, na shetani. Mimi na hakika baada ya mwaka moja hivi sura ya hii constituency ya Webuye East, sura ya hii ward yenu ya Ndivisi, sura ya hii county ya Bungoma itabadilika kwa mambo ya maendeleo, hasa mambo ya nguvu ya umeme au stima. Hiyo ndio hakikisho nimewaletea mimi nikiwa mwakilishi wa Mheshimiwa Rais. Kwa sababu hii nchi imekuwa ikipiga hatua ya maendeleo ili hali sehemu zingine zimebaki nyuma. Si ndio? Kwa miaka mingi sana imekuwa ikipiga hatua ya maendeleo na sehemu zingine ziko nyuma. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe ameamua ya kwamba hii nchi wakati inasonga mbele kimaendeleo isonge mbele na sehemu zote za nchi.
bila sehemu hata moja kuachwa nyuma, ya kwamba hakuna sehemu au eneo itawachwa nyuma tena kwa mambo ya maendeleo. Na sisi mawaziri wake tumepewa amri ya kwamba tukitekeleza mambo ya maendeleo tuyatekeleze bila ubaguzi wala mapendeleo yoyote. Ndio sababu ingawa hii ndio mara yangu kufika hapa, haitakuwa mara yangu ya mwisho. Mimi nitaendelea kurudi hapa mara kadhaa na mara kadhaa, nikiandamana na huyu investor Wanyonyi. Huyu Wanyonyi ni rafiki yangu sana. Tulikuwa na yeye bunge la taifa. Mimi alinipata huko mwaka 2022 wakati mlimchagua mara ya kwanza, na tukafanya na yeye kazi. Na kwa hiyo muda mfupi tulifanya na yeye kazi, kabla niteuliwe niwe waziri, nilimtambua kama mbunge ambaye anajali maslahi ya watu wake. Anajali maslahi ya watu wake sana. Hata baada ya mimi kupewa hii kazi ya waziri, amekuwa akinitembelea kila mara afisini mwangu. Asiponitembelea ananipigia simu akinikumbusha mambo ya stima ya Webuye East. Kwa hiyo nimefurahi kwamba mmemshika mkono, si ndio? Muendelee kufanya hivyo ili tupige hatua kimaendeleo katika hii constituency. Kando na mambo ya stima, hii pesa ambayo tumeongea juu yake, tuko na miradi mbalimbali vile vile katika hii sekta ya energy katika hii kaunti ya Bungoma. La kwanza, wizara yangu tayari imeweka mikakati na imeweka pesa karibu shilingi milioni 6 ya kuweka transformer ya 650 kVA kule Webuye, kule Bungoma County Referral Hospital, ili hiyo hospitali iwe na uwezo ya kufanya vile vitambo vya matibabu yafanye kazi. Na hiyo transformer itawekwa in the next 2 weeks, ili wananchi wa Bungoma wasihangaike wakitafuta huduma kule sijui Moi Referral Eldoret na kadhalika. Na vile vile hii Webuye substation ya Kenya Power tumeweka pesa karibu shilingi milioni 50. Mheshimiwa, tumeweka pesa shilingi milioni 50 ili tufanyie upgrade, ndio mambo ya stima kupotea hii eneo iishe. Na vile vile kama mjuavyo, tuko na mpango ya kuanzisha power generation station kubwa sana ya kutoa karibu 30 megawatts ya electricity kule Nabuyole Dam, si ndio? Nabuyole iko Webuye East. Hapo kuanzia mwaka ujao, mwaka huu towards the end, kampuni ya KenGen itaweka electricity generation company or plant ya kutoa stima nguvu yake karibu megawatts 30. Na hiyo itagharimu karibu shilingi bilioni 13. Itakuwa mara ya kwanza hii eneo ya Western kupata power generation plant tangu tupate uhuru hapo Nabuyole. Na hiyo mradi ikikamilika itatoa nafasi nyingi sana za kazi kwa vijana. Nafasi nyingi sana za kazi kwa vijana. Itawezesha mambo ya stima katika hii eneo ya Western na Nyanza kwa jumla iwe stable. Na isitoshe, tunatengeneza au implement a very very big transmission line kutoka Kibos kule Kisumu kupitia Kakamega hadi Musaga. Hiyo vile vile itasaidia mambo ya stima kwa stabilize katika eneo. Kwa hivyo wananchi watukufu, tuko na mpango mingi sana ya maendeleo katika hii eneo. Na hiyo inawezekana tu kwa sababu ya ushirikiano wenu mwema na Mheshimiwa Rais William Ruto na serikali yake kuu. Na washukuru sana viongozi wa eneo hili. Tumekuwa nao kwa mkutano ya maendeleo. Mara ya kwanza tulikuwa nao mimi na wao peke yao. Baadaye tukawa na mkutano na Mheshimiwa Rais mwenyewe kule Ikulu ya Nairobi. Nao viongozi wakiongozwa na Papa wa Roma, ndugu yetu mkubwa Papa wa Roma Moses Masika Wetangula, ambaye alikuwa mkubwa wangu kule bungeni. Amekuwa akituongoza kwa njia safi sana kwa mambo ya maendeleo
Hata leo hii yeye pia alinituma na salamu zake Queen. Mmepokea salamu za Papa wa Roma? Mimi sitaongea mengi kuzidi hayo, lakini la muhimu wananchi,